Nyakati wa pili ule mlango wa 7 mstari wa 11 mpaka 17. Ni maandiko hayo tu tutasoma na tutakuwa tumemaliza ujumbe wetu kwa leo. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hebu naomba mtu aliyepata kitabu hicho asome mbele za Bwana wa majeshi. Karibu. Mambo ya Nyakati wa pili mlango wa 7 mstari mdogo wa 11 mpaka 17. Amen. Umefika 17 Fika 17. Bwana akamtokea Sulemani usiku akamwambia, nimeyasikia uliyoyaomba na mahali hapa nimejichagulia kuwa nyumba ya dhabihu. Nikizifunga mbingu isiwe mvua, tena nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwapelekea watu wangu tauni. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaendelea kusoma mpaka 17, lakini lengo kubwa ama kiini cha somo letu iko hapa kwenye mstari huu wa 14. Sema amen. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hebu angalia vile Mungu anavyoweka mkataba, kwa sababu kuanzia ule mstari wa 11 na kuendelea katika kitabu hicho ni agano kati ya Mungu na Sulemani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ameweka agano kati ya Sulemani pamoja na Mungu na pamoja na watu wa Mungu. Sema amen. Sasa akasema, akamwambia Solomon ama akamwambia Sulemani hivi, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, ikiwa watu wangu, sema watu wangu. Haleluya, haleluya. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Wewe umeitwa kwa jina la Bwana. Sema amen. Wewe umeitwa kwa jina la Bwana. Sema amen. Wewe umeitwa kwa jina la Bwana wa majeshi. Sema amen. Wewe ni mtu wa thamani sana, kwa sababu umeitwa kwa jina la nani? Kwa jina la Bwana. Ndio anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Tumeitwa kwa jina la Bwana kwa sababu tayari Yesu ametufilia msalabani. Yesu ametununua. Yesu ameteswa msalabani ili kwamba sisi tuingizwe kwenye ule ufalme wa Mungu. Yesu amepandishwa juu ya msalaba, tena amejipeleka yeye juu ya msalaba ili kwamba atununue, ili kwamba sisi tuwe watu wake. Na wewe kutoka kuzimu ukaenda ukamwendea Yesu, ukasema kwa kinywa chako, ukakiri, ukasema mimi kuanzia leo nimemkataa shetani na kazi zake, nimekukubali Bwana kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kuanzia leo nitakutumikia. Ulivyofanya agano lile, maana ile ilikuwa ni agano lako kati yako na Mungu, basi umeitwa mtu wa Mungu. Sema amen. Umefanya agano la kuwa mtu wa Mungu. Sasa Mungu anaangalia agano lake ili apate kulitimiza, anaangalia neno lake ili apate kutenda. Kwa hiyo akasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina
jina langu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Hii ni raha namna gani? Hii ni raha kwa namna gani?